Live kabisa on your screen. Leo niko tayari kuwaletea hii kazi ya nguvu. Bwana bonge kitu wanaita after school, wakimaanisha ya kwamba ni baada ya shule. Bwana hii kazi inatoka kwake Mbuba kutoka pande za Kijitisheli ya Zanzibar pale. Bwana huyo ndio mdhamini namba 1 wa kuileta hii picha hapo ulipo. Na nakukumbusha kitu kimoja tu kwa wale mashabiki wa Zanzibar. Bwana pengine hii ndio ikawa wiki ya mwisho kwa Mbuba kuzileta hizi kazi mtani, na hii ni kwa sababu anatumia gharama kubwa sana kuleta hizi picha, lakini mwisho siku anaenda kuchukua mtu mmoja pale kwake na mnaenda kuuzia na wenyewe kwa wenyewe mtani. Gharama ambayo anatumia inakuwa inashindwa kurudi kwake Mbuba. Kwa hiyo anachokifanya sasa, atasitisha kwa muda, atasitisha hizi picha, pengine hazitokuja kwa sababu lazima wateja muendelee kumtembelea pale na mkamata hizi kazi na yeye apate faida, kwa sababu nyinyi mnaenda kuchukulia sehemu nyingine. Ni hayo tu. Bwana hii pengine ndio ikawa wiki ya mwisho kuona hizi kazi. Bwana hii kazi wanaita after school, wakimaanisha kwamba ni baada ya shule. Bwana mimi sina mengi ya kuzungumza, bila ito roboti, lakini pia unaweza ukaniita alien kutoka ndani ya space. Na sasa hivi niko live kabisa ndani ya sayari ya 3 na ileta hii hapa wanaita after school, baada ya shule. Bwana kazi ya nguvu inakuja hivi na ni 0688350076 unanikamata hewani, tunazungumza mengi tu. Bwana ni moja kati ya kampuni ambazo zinaileta hii kazi leo, na hii hapa na sisi tunaileta hivi kama ifuatavyo. Bwana tuko na Kim_Movies Online. Hawa ni wauzaji na wasambazaji wa filamu kwa njia ya mtandao Bongo Tanzania na Afrika Mashariki kiujumla. Lakini pia tuko na huyu wanamuita Bwana Amuli kutoka pande za Melinne ndani ya Taveta, njia kuu ya kuelekea Pangawe. Tembelea hapo, kutana na bwana mdogo mmoja wanamuita Shebelet. Anakugea hii kazi ina unyama kibao. Inaitwa after school, baada ya shule. Baada ya shule kuna nini? Hii hapa, hii inakuja hivi. Anasema hiki ni chuo cha Hodgson kilichoanzishwa mwaka 1980. Ni chuo ambacho kinataja kuwa ni chuo cha pili kwa ukubwa kwa sababu kina taaluma ya michezo. Na mashindano ya kila mwaka wanafunzi huwa wanaibuka washindi hapa. Pana mwanafunzi mmoja ambaye amekuwa ni kivutio kikubwa. Huyu anaitwa Alex Gambo. Huyu amekuwa ni zaidi ya mwanafunzi, yani ni mwanafunzi wa kipekee sana. Hebu tumuone huyu Alex Gambo kwenye kichuo cha Hodgson. Ni bwana mdogo wa aina gani? Hakuna ambaye anajua, lakini inasadikika ni mwanafunzi wa kipekee sana. Alhamisi iliyopita tulijadili kushuka kwa thamani ya Naira. Naira ni hii pesa moja ya Nigeria. Sasa labda kuna yote ambaye anaweza kumbuka tulishia wapi. Huyu bwana mdogo anaitwa Alex akanyosha na akatajwa alishia wapi. Anasema ndio sababu ya Naira kuendelea kushuka ni kwamba hii pesa iko kwa wingi sana, yani iko nyingi. Kwa hiyo kitu chochote kile unajua kikiwa kwa wingi kinashuka thamani. Labda kuna mtu mwingine anaweza akanyosha mkono akatueleza nini kifanyike ili kuzuia ipande thamani. Hamna mtu kanyosha mkono, ni Alex tena ujue. Alex kanyosha mkono. Anasema dawa ya kufanya Naira thamani yake ikawa juu ni kuzalisha pesa kidogo sana, yani wale wanaoshapisha pesa. Aiseu bwana mdogo ni genius, yani mnyama, anatisha, anacheza na chaki, so mchezo. Yani kila mwalimu akiuliza swali, kila lecture akiuliza swali, basi huyu bwana mdogo anatisha sana. Anafanya vizuri sana, anaitwa Alex. Ndio hii. Kwani hivi mitikasi ni mingi sana unajua. Ni binti mmoja ambaye anatokea maisha ya kishua, yani unyamani kabisa huko. Basi taratibu baada ya kutoka kule shule amekuja mjengoni nyumbani. Nimekuonya John, unafanya nini? Una maana gani yani? Especially this age that I'm waiting to keep bila binamu yake. Ana maana gani? Yani kwamba wako wawili afu kwa nini anakula peke yake? Sio kitu kizuri ujue. Dennis! Bwana hiki ndicho kitu ambacho mama binafsi hapendi. Binti huwa ana tabia kuja hapa anakula peke yake. Unawezaje kumgea chakula huyu? Ikabidi amwite yule mama wa kazi, anawezaje kumgea chakula huyu peke yake? Fast.
Mama, it's not like that. Anasema hapana, sikufanya kwa ajili yake. Your daughter looks smart and fit and trim in her uniform. Yaani huyu mtoto anaonekana yuko smart, yuko poa akivaa hizi sare tu, lakini hajawahi kuwa na tabia nzuri. Mama anakuwa na laumu hichi kitu. Why can't you learn from her daughter? Huwezi kuendelea kujifunza kwa wenzako Very well. Unajifungia, unakula peke yako na wakati huko na mwenzako. If she doesn't... Tabia ya ajabu. Yaani mama kiufupi anajaribu kumweleza binti kwamba hawa wako wawili umndani kwenye mjengo. Kama wanakula wale kwa pamoja basi. Alafu na hiki chakula ni kingi sana, anakula peke yake. Kula misosi kama yote hivi. Yes. Anamwambia kingine kitoe. Anaendekeza kula mno huyo. Hapendi ubinti awe na tabia za ajabu. Hii chakula alikuwa anapaswa kula wawili, lakini kabeba peke yake anakila yeye mwenyewe. Si tabia nzuri. Na ndio maana mama anajaribu kupambana, pengine huyo binti yake akae kwenye mstari. Kuna maisha baada ya huu ushua ujue. Pengine wazazi wake likawakuta lolote. Mama anajaribu kutengeneza maisha kwa binti yake. Sasa akaona hawajui hawa. Wananitania Ngoja. Chezo ni lesi tu nitawaonesha. Ni ule mwana mdogo mwana. Kule chuo kama unavyojua tena cha Hudson. Are you serious? Jamani uko serious Alex. Mambo. Ni ule mwana mdogo watoto wa kike wanamsobokea. Hususan hata na ule bibie. Mambo. Can we talk? Tunaweza kuzungumza labda samani. Unajua niko busy na wewe, afu niko na marafiki zangu. Kwa hiyo siwezi kuwasalitiwana afu nizungumza na wewe ujue. Mimi naenda. Angekuwa mbongo hapa kashatu saliti wana. Binti alimwambia siwezi kuzungumza kwa sababu niko na wanangu yani. Kwamba ni wacha wanangu afu nikae tuzungumze na wewe. Sio vizuri ujue. Bwana mpaka mitaa fulani hivi unajua gari ilikuwa imekuja kumbeba ule binti pale shule ya taratibu. My daughter just won an award of excellence in her school. Binti yangu ameshinda. Kwa hiyo anakuja hapa. Thank you for everything. Asante kwa kila kitu. Asante mama. Bwana kumbe huyu binti ni binti ya huyu mama ambaye ni house girl hapa. Na ndio mama alikuwa analaumu kwamba mtoto wake yule mama ale na huyu binti. Na binti bwana kuna medali kapewa hapa kwamba ni binti ambayo iko vizuri tu huenda kwenye masuala ya michezo au kwenye somo fulani. So proud of you. Kikweli mume wangu anajivunia sana wewe. Kwa mama house girl, mama huyu house girl ambaye anafanya majukumu ya usafi kwenye mjengo, anaishi na mtoto wake pia hapa. Huyu binti uzuri wake anasoma shule nyingine. Hasomi shule moja na huyu binti. Of excellence in her school. Mtoto wa mama leo hii kapewa tuzo. Anafika nyumbani anakuja kuambiwa kwamba binti bwana kwenye shule yake ambaye anasoma amepewa tuzo. Afu ana muda mfupi tu. Yaani binti anatisha sana, binti au house girl. Before her test. Anamwambia ndio vizuri mama. Amefanya vizuri, lakini akaka binti kanatazama unaona kabisa kana lile jicho la usda kwamba kana wivu fulani. Congratulations, okay. Anamwambia hongera sana isempenzi, hongera mno. Umefanya zaidi ya vizuri. I'm happy. Thank you very much. Inajua itamfurahisha mume wangu. I'm putting our money to be yours. Na tutakupatia pesa na tunaomba mamako endelee kufanya kazi hapa, tuendelee kwa pamoja kama familia. Anamwambia ingia ndani. Anamwambia waendelee kufanya kazi pamoja hapa. Ngoja sana. Mama si samani. Basi ndio hivyo. Huyu mama ambaye anafanya majukumu ya kufanya usafi, hatimaye mtoto wake shule ambako anasoma anafanya zaidi ya vizuri. Hai. Mistaki nizungumza mengi sana, hii hapa iko live kwenye screen yako unaitazama, inaitwa After School. Kale kabinti kanakuja ndani, kanajisikia huzuni. Sikameona yule mtoto wa house girl hapa ambaye anakaa pamoja kashinda, kafanya vizuri. Yaani wa mwisho tu anacheza na namba za mwisho siku zote. Ikabidi aingie hapa ndani anajiburudisha na muziki, anapiga piano na anaimba. Na anaimba, mbona kama kuna mtu anamuimbia hivi. Anasema anajaribu kumfanya huyu mtu kuwa mine, kwamba anajaribu kumfanya huyu mtu ambaye anamuimbia kuwa wake. I just wanna try to make you mine. Nataka anajaribu tu, yani napambana kukufanya uwe wangu. Bwana binti anapiga voko, Yami akasome. Yami mbona mziki kama anajifunza hivi. Binti anashusha vitu ni hatari tupu. Abigail mwenyewe hapa akamati. Hey Alex.
Habari Alex, mambo vipi? Unyama ni mwingi eh? Sasa kale kabinti kana yani ndo crush wake kanamsibikia kinoma. Huyu binti kutoka Uswani kule anamsibikia kinoma Alex, na kila akimwijia Alex kwa busy. Alex, ulisema taongea siku zile uko busy. Basi taongea hata leo. I know a really good place we can hang out. So nataka tujumuike pamoja mimi na wewe. Lakini nimeahidi nikimaliza kucheza hii basket hapa ndo nitakurudia. Sasa anamwambia mimi napenda hii weekend uburudike, tutoke, yani tuwe tuna hang out, vitu fulani hivi, unyama ni mwingi. Kwa hiyo sasa ila mpaka nimalize kwanza kucheza hii basket, afu nitakurudia. Anasema amekubali. Amesema kishamaliza mchezo tunatoka tunaenda kujumuika wote. Kwa binti kabidi aje kuwatambia marafiki zake kwamba Alex kadielewa. Ila akasema akishamaliza kucheza ule mchezo ndio tutaenda kuburudika wote. Sasa zitapigwa mapiano, mbona watanitaka? Ngoja tulieni kwanza. Ndio hivyo tena. Jamaa amekuja darasani, Alex huyo hapa. Lakini mbona kuna mtu alikuwa anamtazama hapa? Ni ubibie. Ubibie alikuwa anamtazama Alex na Alex anamtazama bibie. Ni bibie ambaye hana wazo kabisa, unajua. Yaani kuna level unajua kabisa mtu fulani mimi siwezi kumpata. Ndio yule bibie alikuwa anamtazama Alex, lakini anajua kabisa ni Alex ni mtu ambaye pengine hataweza kuonaye. Ni yule mama house girl kwenye mjengo wa kitajiri. Mama nini tena? Anasema mama, kama unauma huwezi kuendelea kufanya kazi, nikusaidie basi. Binti katoka shule kamkuta mamake ambao ni house girl kwenye mjengo kama hayuko sawa hivi. Sasa anamuuliza mama, shida ni vipi? Kama unaumwa na hauko sawa ni bora usifanye kazi kuliko ukafanya kazi na wakati hauko sawa. Hebu njoo kae hapa kwanza. You came back so early, huh? Umerudi mapema sana. Vipi? Hakuna darasa leo? It's getting better. Mama, achana kwanza na habari zangu. Umekula sasa? Na mgongo wako vipi? Mama anasema mgongo wake hauko vizuri kidogo, lakini anaamini pengine mgongo wake utakuwa mzuri. Utakaa vizuri. Lot of tutorials. You were supposed to stay back for lesson. Ulitakiwa baki shule. Kwa nini umerejea mapema hivi? That's why, Chris. What? Mama, mimi kwenye ile shule ambayo nasoma naona kama So, and we're not registered for ile shule haijasajiliwa. Kwa unahitaji kupata shule ambayo imesajiliwa, yani chuo ambacho kimesajiliwa. That is a story I don't want Hiyo ni story ambayo sikutaka kuisikia, unajua. to do. Hasa nitafanya nini mamako? Sina hata pesa, nitakupeleka wapi? You cannot miss Waye. Kama nitakosa njia kwa sababu sina pesa. Forbid. Sio kwamba hana kosa, yani anakosa labda kwa kumpeleka ubinti, ni kwamba anasema hana pesa na ndio maana anasema sina njia, nitakupeleka wapi? Kwa sababu siko hata na pesa, ujue. Kama tafadhali. Mzee mwenye nyumba umama alivyokuja hapa aligundua kitu. Kwa nini umerudi shule mapema hivi? Kumbe binti ndo hivyo kwenye chuo ambacho anasoma ile shule. Mtihani ambao walikuwa wanafanya umegailiwa, yani kwamba wameugailisha. Na sababu ya kuugailisha huo mtihani ni kwa sababu kile chuo inasadikika hakijasajiliwa. Unaona? I'm going to figure out something for us. Yes. Alimwambia ndio. You know, just finish up with your joke and we'll figure something out. Tutagundua kitu. You're such a snake. Wewe ni mtoto mzuri sana siku zote, sawa? You brought me like you. Anamwambia ni mtoto mzuri sana. Ni binti ambaye ukimuona, yani unajua kuna mtu ukimuona unaona vitu ndani yake. Unaona kuna mahala unamuona, yani vile ambavyo alivyo, anavyofocus, anavyojituma, unaona kabisa ni mtu ambaye unamuona sehemu fulani na hastahili kuwa sehemu fulani. Sasa yule mama ambaye ndio mwajili wake na yule mama hapa ambaye anafanya usafi, alisema atafanya kitu. Kama shule ambayo anasoma imegailishwa kwa sababu kwanza ilikuwa haijasajiliwa na mtihani ambao binti alikuwa anaufanya ikabidi ugailishwe, mama anasema nitafanya kitu. Mama na majanga yake, ana shida ya mgongo na ndio hivyo tena. Haya majanga kwa binti yake yametokea. Lakini kitu kimoja, binti yake anamfariji mama. Be careful. Anamwambia kitu kimoja, be careful. Kwa makini. It's already going. Maji tayari yameshachemka, acha tu niamke
na binti yangu kuwa tayari, kuwa makini. You see sky is a blue. Unaona wingu ni la blue. I just wanna wake up. Bana, ni nyimbo nzuri inazidi kusindikiza hapa kama soundtrack tu. Na ni hapa mjengoni tena uswani. Yule binti kila siku anapelekwa shule na ndinga, anarejeshwa shule na ndinga. Lenji ili hapa. Huyu binti wa mfanyakazi hapa wa hospital kasharejea mapema leo kwa sababu anakosoma ndio hivyo ametokea majanga. Kwa alikuja hapa kumpokea John. Cheki alivyomtupia begi udada. Afu una haja ya kuleta tabasamu lako la kipumbavu kwenye sura yangu, pumbavu. Na sura yako kaa kijiko. Dada na madharau huyu. Sababu kwa sababu ni wakishua hamna namna. Tutaishi naye tu. Binti ndo kashatoka shule. Analejea nyumbani, wazazi wake ndo hawa hapa. Kapita shwa, ataja salimia. Mama anashangaa. Habari za jioni. Hamjambo. Huyu sikapita hapa, si mwanangu huyu? Alisema ndio ni mwanangu. Yupo sawa? Alisema yupo sawa. Afu kwa nini umchukulie begi lake? Anashindwa kubeba au? Yes. Anamwambia yupo sawa. Mama anashangaa mtoto wake kapita hapa ataja msalimia. Yaani kapita shwa? Hivyo watoto vipi hao? I'm not sure she's fine. Labda pengine hayuko sawa binti yangu. Ngoja nikaongee naye. Alisema sawa, nenda kajaribu kuongea naye. Baba ameumia sana kuona mtoto wake yule kapita hapa ataja msalimia. Binti miusho kibao. Hii kitu imemuumiza sana mdingi. Imemuumiza sana ile kitu baba. You want to break my door? Kwa nini nagonga mlango wangu pumbavu? Kama hata minguo hiyo kanifudie. Bwana mtoto wa house girl cha moto nakiona huko ndani. And you wash them. Hakikisha unaenda unazifua hizo nguo zinatakata, sawa? Na nikute zina madoa, takukata kichwa. Are you listening? Yule nisikiliza? What Prada is? Yenda kwambiaje? Mchezo ni hivi. If I see nikiona kuna doa lolote kwenye hii nguo, andika umekufa. Sawa? if I don't see anything, Nione chochote. Hizi nguo nataka zingae. Yaani nataka zingae kuda diki zako. Sasa nyone sina madoa nitakacho kufanya. Mpaka Yesu mwenyewe atashangaa. are you deaf? Hivi wewe umekufa eh? Unabishana na mimi? Are you deaf? Binti ananikwala. Anamuuliza hizi nguo zingae na kama ukazingua nitakacho kufanya. Mpaka mbingu zitashangaa kama kuna tukio la aina hii. Na alimwambia yani ukikosea tu umekufa. Ni mtoto wa house girl hana namna. Mama yake ni house girl, na ndio akapewa tu msaada wa kuishi hapa. Kwa hiyo akaona hakuna namna tu. Anakamata hizo nguo pengine akazifue kuepusha shari. See the sky blue and happy where is my bag. I just wanna wake up happy. See the trees green. See the sky blue and happy where is my bag. Oh, happy, happy. Oh, happy, happy. Oh, happy. Alex, You are still up. bado umeamka? It's past me. Saa 6 usiku sasa hivi. Kumbe ni ule bwana mdogo ushwani kwa Alex. Alex atokee maisha ya hali ya juu sana. Ni bwana mdogo wa kawaida tu lakini ni bwana mdogo hard worker. Leo nakupa tofauti kidogo kati ya hard worker na talent, kwamba mtu ambaye anafanya kazi kwa bidii au mtu ambaye anajituma na mtu ambaye ndio kipaji chake. Hivi ni vitu viwili tofauti. Huyu bwana mdogo amekuwa na performance nzuri sana kule chuoni. So kwamba labda kusoma ndo kitu ambacho kazaliwa nayo, hapana. Ila ni yule mtu ambaye anajituma. Huyu anaitwa hard worker. Yaani ni mtu ambaye anafanya kazi kwa bidii kuhakikisha kwamba I'm gonna make it happen. Yaani yule mtu ambaye anapambana kufanya vitu vitokee. Unaona? Ndio huyu bwana mdogo Alex. Sio kwamba ni bwana mdogo ambaye labda kazaliwa genius, ana akili sana, hapana. Ila ni bwana mdogo ambaye anasoma, anajituma sana. Yaani kama vile nani tuseme Ronaldo. Najua Ronaldo bwana anafanya sana mazoezi, ni mtu ambaye anapambana. Anapambana sana ku make it happen. Yaani kufanya ile itokee ambayo unamuona anaifanya. Tofauti na Messi. Messi mpira ni kipaji, kazaliwa nacho, ana uwezo wa kufanya vile. Kwa hiyo ndo hivyo. So I decided to call a friend of mine at the Ministry of Education. Sasa And he confirmed
But you Anasema inathibitisha kuwa shule yako for the exam. ndiyo kweli imegailishwa, haiko. Lakini sasa atafanyaje ubinti? Ubinti bwana ni binti ambaye ana performance nzuri tu ya darasani, mnyama kabisa. The first set to write WAEC, and the school said they are not. Shule ilisema kwamba ndio hivyo, ilikuwa haijasajiliwa, na kwa hiyo Open schools. kwa sasa atafanyaje? Atakaeje bila shule? Now look at it. Ndio shida ya shule za serikali, yaani zitakoga mara nyingi zilikeleki. It's a success. Alisema ndio hivyo, imeshatokea ise. Mama hajui atafanya nini kwa mtoto wake. Mtoto wake limeshamkuta la kumkuta hili. And I will think of a solution. Ngoja kwanza, mimi na mke wangu tutaenda kufikiria solution. Tujue tu huyu binti lazima aende shule, lazima apate nafasi fulani asome. Mimi na mke wangu na kuahidi mama, tutaenda kufikiria solution. Binti yako lazima aende shule, sawa? To bed. Thank you, sir. Anamwambia asante. Yeah, Asante ise. Usiku mwema mama. Anamwambia tunashukuru. Sir. Binti yake yuko vizuri na utajiri alimwambia tutapambana kadri na uwezo kuhakikisha binti yako anaenda shule. This really tastes nice. Hii ni ladha nzuri sana. Asante. Mimi cooked it. Wow. Wow. Is that so? Wow. Wow, yani alisema ni ladha nzuri, inavutia ile. Ni mida ya jioni ile wanapata chakula, wanaita dina. Basi leo wanapata chakula pamoja hapa. Kuna kitabia huyu binti mtoto wa bosi hapa anakionyesha kwa huyu binti wa mfanyakazi, lakini ndio hivyo. As this is a very important exam that can Unajua ili kuingia kwenye hii nafasi kuna mtihani mmoja muhimu sana. Setting. Sawa. oh yes, Ndio naongea ina uhakika. of my daughter's school. Ongozi wa shule ya binti yangu So she can wameniahidi kwamba wanaweza kunitengenezea nafasi kwa ajili ya binti yako. Nini? Unataka huyu binti aje kujiunga na mimi kwenye shule moja? You want her to come to my school? Yaani aje kwenye shule yangu mimi tu tunasoma wote. No, that's not the only. Alimwambia hapana, yeye haiwezekani. And why my own school? Kwa nini aje kwenye shule yangu wakati shule sipo kibao tu mjini hapa? and Mimi ndio baba yako na mimi ndio nimeamua ubinti atakuja kusoma na wewe. Sasa anasema asante. Kibinti kilitoka kwa hasira na kikamsukuma, kinamuonea wivu. So what about your food? I just lost my. Kama nimepoteza hamu ya chakula kwanza. Yaani hata chakula chenyewe siwezi kula. Binti wa ushua na mbwembwe huyu. It's just help me fish hard. Nisaidie kumpa chakula, sawa? in fact, with sumptuous. Huu ndio ukweli eh? Joan, nimekuletea. Binti anakuja kugonga mlango kwa Joan, huenda ni zile nguo sijui kafua. Alisema chakula chako nimekuletea. Binti akishua huyu jina lake anaitwa Joan. No, actually, come back here. Hebu rudi kwanza hapa. Mimi. Never come to my school. Yaani ukija kwenye shule yangu Because ni bora uwe mpole, utulie. Sawa, nakupa masharti. you're nobody. Yaani sitaki umshobokee na ukamwambia mtu yote ule kwamba wewe unajuana na mimi. Kwa hiyo ukija kwenye shule ambayo mimi nasoma nataka utulie. Did you hear? Yaani usije ukajifanya unanijua. Sio, umenisikia? Yes. Anamwambia ndio nimekusikia. Ndio hivyo tu. Toka nje. Sina muda wa kupiga makelele na kima mimi. Anamwambia ukija kama ukahamishwa kwenye shule ambayo mimi nasoma, yaani itabidi utulie kimya. Usije ukajifanya unajua sana kwa sababu utaumia. Binti analia sana, anaumia lakini hana namna. Hana cha kufanya unajua. Anaishia kuumia tu. Jina lake anaitwa Mimi. Na ule binti mwingine, mtoto akishua anaitwa Joan. Binti jina lake anaitwa Mimi. Ndio hivyo tena. Anaumia kwa haya manyanyaso ambayo anayapata hapa ndani kwenye huu mjengo. Lakini hana namna, atafanya nini? Mama yake ni house girl tu kwenye huu mjengo. Mimi anachokipata ni maumivu ambayo unajua kuna maumivu unayapata afu hujui hata ukasemea wapi. Na hata ukisema pengine usisikilizwe. Na hata pengine ukasikilizwa hakuna.
sheria inaweza kuchukuliwa. Akimwambia hata mamake atafanya nini? Mamake ni mfanyakazi tu mundani ujue. Sasa mama alimkuta mtoto wake analia na akamuuliza shida nini? Binti anasema hamna. Ni vile tu labda unajua sometimes ukajikuta tu una mood ambao sio nzuri. Ndio sababu ya kwa vile pengine labda. Ila akasema hani kila kitu kiko poa. Labda kuna kitu hakiko sawa binti yangu. Mami, hebu niambie. Mimi niambie. Kama kuna kitu hakiko sawa hebu niambie mimi. Alimwambia nilikuwa tu silii mama. Mimi nilikuwa silii. Nakwambia ukweli hivi. Kumbe binti analia kutokana na ile majanga ambaye anamkuta umndani kwenye mjengo, na mama anapojaribu kumuuliza binti anakata. Anasema mimi silii. Nakwambia ukweli hivi. Mimi silii. Alimwambia mimi silii, nakwambia ukweli hivi. Alimweleza ukweli kwamba mimi hapa unavyoniona silii. Alimwambia ni sawa lakini everything will be fine. Kila kitu kitakuwa sawa. Everything will be fine. Sawa? God is going to put everything under control. Mungu ataenda kuweka kila kitu kitakuwa chini ya udhibiti. Kila kitu kitakuwa sawa. We'll be fine. Maisha yetu yatakuwa sawa na kila kitu kitakuwa sawa. Mungu atakiweka kila kitu chini ya udhibiti. Everything will be under control. Alimwambia kila kitu kitaweza kukontroliwa tu. Chochote ambacho kinaweza kumuumiza binti labda kinamchanganya, kinafanya akili yake haikai sawa. Mama alimwambia jambo moja, kila kitu kitakuwa sawa. Binti yake atulie. Haina haja kuendelea kuumia tena. Kondo hivyo baadaye na binti yake kwa sababu ndo anahamia kwenye ile shule ambayo Joan anasoma. Kwa kashajiandaa asubuhi hapa. Ma. Asubuhi njema mama. Bless you. Thank you. Mungu akubariki ise. Alimwambia asante sana. Listen. Mimi nisikilize. When I put a lot of strings to make sure you get. Mimi nina mambo mengi sana lakini nahakikisha tu kwamba tumepambana kuhakikisha unaenda kwenye chuo cha Hodgson. Chuo cha Hodgson kama unavyojua ndio chuo kikubwa sana hapa nchini Nigeria, na ni chuo ambacho kinasifika kwa nyanza za michezo na taaluma yake ni hali ya juu sana. Nyanja za michezo ni za kiwango cha hali ya juu na hata taaluma yake wanafunzi ambao wanasoma pale yani ukiona umetokea kwenye kile chuo basi wewe unaonekana mnyama. Yani kwa ingekuwa nchini Marekani hivi basi wewe sio umetoka wapi yani? Umetoka Harvard hivi au Uingereza umetoka Oxford. Nonsense. You two are going to the same direction, so you should go together. Moja. I still have one or two things. Moja. Mwili wa kujadili. Alimwambia mimi niko sawa. We don't want to keep Joy waiting. Hautaki kubweka Joy kwenye timu. You sure? Yes. Alimwambia hakika ndio. In that case, just hurry up, okay? It won't be nice for her to be late to school. Sure. Hakika asante. Asante sana. You're welcome. Then So basi. take care of that. Okay, ma. I have to get ready for work. Ma. Asante. Hudson College is a very big school. You're so lucky to be in it. Umebahatika kuwa kwenye moja kati ya chuo. Wewe una bahati sana ise. Sasa You said. Please. Please do not disappoint. usitukatishe tamaa. Umebahatika kwenda kwenye moja kati ya chuo ambacho ni kikubwa hapa nchini. Alimwambia tafadhali binti yangu, usinikatishe tamaa. Yaani katishe. You need to pass all your papers. Kisha unafaulu kwenye pepa zako unatisha yani. Unacheza na chaki ujue. Sasa mama alimwambia hakikisha binti yake anaenda kufanya vizuri yani. Binti
leo ndo siku ya kwanza kuja kwenye kichuo cha Hudson, moja kati ya chuo kikubwa sana nchini Nigeria. Nashangaa tu akishua analetwa na mandinga. Alafu kuna bwana mdogo mmoja amekuja na ndinga hapa kamsalimia binti. Binti sema haja focus naye, kaona mtoto wa chuo mambo mbwembwe ni nyingi. Jamani, huyu ni binti anakuja kujiunga na sisi kwenye kichuo. Jina lake anaitwa Mimi. Nafikiri kila mmoja atamfurahia hapa. Yaani alimwambia ni mwenzenu huyu. Yes, Bianca. Sir, why is she just joining? Where has she been? Kwa nini amejiunga tu na sisi kwanza? Swali langu, na ametoka wapi? Ametoka kwenye chuo kingine ambacho usajili wake haukuwa sawa kidogo. Lakini binti, kwa wacha tumkaribishe tu, mambo zisiwe mingi sana. Okay, Sawa? Furahia binti, chochote ambacho unahitaji unaweza kukipata, mambo ni rahisi tu. Kaa chini ufurahie hapo, mambo zisiwe mingi. Anamwambia tu jisikia comfortable, yani kwamba starehe, ajisikie huru. Sawa? Chochote kile ambacho unahitaji unaweza kukipata. Hai, mambo. I'm Ladi. Mimi naitwa Mimi. Kwa hiyo akakutana na ubibie, wakajuana, ndio wanatengeneza ukarimu. Who's your bag? Begi yako iko wapi? I left it outside. Nimeacha nje. Alikutana na ubibie, akajitambulisha anaitwa nani na akamuuliza begi yako iko wapi? Mbia begi yangu bwana nimeacha nje. Hudo Alex kamtazama mtoto alioingia hapa anaitwa Mimi. Yule bwana mdogo ambaye performance yake hapa chuo iko poa kidogo anaitwa Alex, yani ndio mnyama. Sasa kamtazama bibi ambaye kaja hapa. Baadaye binti ikabidi aje kumbebea begi yule. Ni zile sema ambazo unaweza kuhifadhi begi yako kwenye ile trunk. Maybe if you have time, I could take you around the school because I need to the library, football field and... Napenda sana maktaba, anasema. Kwa ndo rafiki yake binti kashampata hapa chuo sasa hivi. Kwa hiyo anamueleza kwamba ni mtu ambaye anapenda sana maktaba. Anakuja Joan. Joan ndo yule ambaye wanakaa mjengo mmoja kule nyumbani. Na alimwambia akimuona kuchua asije akamsobokea kwa sababu andike ameumia. Kwa binti ametulia kimya, unyonge ni mwingi. Asije kaongea hapa afu likaa balaa tena. Hii inamfanya binti katulia kimya. Binti kabidi kwanza msogelee. Wewe ulithubutuje kufungua mdomo wako na kuongea hivyo kwamba unajuana na mimi yani? Hivi ushawahi kufa labda? Labda ushawahi kwenda kuzimu mchana kweupe? Sasa endelea kujitia unajua mimi kwenye kichuo. Sasa twende zetu mabibie. Alimwambia endelea kujitia unajua mimi. Yaani endelea kujitia unajua sana. Kitakacho kukuta unakitafuta utakipata tu. Dai sasa nalitoa salao. Anamwambia nafikiri sina budi kwenda sasa hivi. Tutaonana kesho, asante. Mimi sina mengi ya kuzungumza, anamwaga urafiki yake. Anamwambia unakaribishwa tu muda wote ule, akamwambia poa. Social media is an excellent communication tool. Social media ni chombo bora sana kwa ajili ya kuwasilisha habari kwa njia ya mtandao. Now let's talk about it. Hebu acha tuzungumzie pia ubaya wa social media. Ni bwana mdogo Alex Genius mzaa kucheza na chaki. Ameweza kutoa madhara ya social media, ameweza kutoa faida ya social media. Sasa anauliza masala. Leo hii kaja mbabi mwingine. Ni binti huyu. Unajua wanafunzi kwenye darasa waga wanyoshe vidole kwa sababu anajua Alex ndo mnyama. Binti akanyosha kidole, anaelezea madhara ya social media. Unajua kila kitu kina faida na kina hasara pia. Yule jamaa Alex kajibu faida za social media, mitandao ya kijamii. Binti kanyanyuka katoa madhara ya mitandao ya kijamii, hususan kupotosha, kuandaa propaganda sometime. Social media ndio ni kweli zinasaidia kupata habari kwa faster, zinawafikia watu, lakini pia binti akanyanyuka na hoja yake kwamba hasara pia za mitandao ya kijamii, sometime kuandaa propaganda, kupotosha, kutoa habari ambazo sio za ukweli kwa sababu ni mitandao ya kijamii, kwamba kila mmoja anaweza kaibuka tu na lake huko. Jamani, mtazama sana ubinti ujue Alex. Sababu binti kaja na point hapa, point tupu. Kweli social media ni mitandao ambayo sometimes inapotosha sana. Ikabidi kwanza waulizane. Wewe mbona mkaka ananiangalia sana, kwa nani yule? Anaitwa Alex yule. Yule ndo yani maswali yote waga anajibu yeye darasani. Wewe ndo mtu pekee ambaye umepata ujasiri wa kunyanyuka na kujibu. Kachukua chake kamtupia. Vipi? Ni yule mdada ambaye anakaa naye Joan.
Yohani alimwambia binti asije akaleta kujua anajuana sana kwenye shule, akajitia anajua sana yani. Atakuwa amejichanganya. Do you have anything to say to me? Wanamcheka ule binti maskini. Binti anamdhalau. Yani da, tali sana. Hafu huyo akamgia hai Alex. Alex ana muda na huyu bibie. Alex anamuelewa mtoto huyu anaitwa nani? Nani huyu mtoto anaitwa Mimi. Alafu kwanza Mimi ana mambo mengi huyu mtoto. Ew. So, I see you made a new friend in school. Unajua nimeona marafiki wengi sana kwenye hii shule. A nice person. Wait, so you're saying I'm not a nice person? Unasemaje kwamba ni mtu binafsi vizuri kwako? Ikamwagia ile Yesu. Joanna, why did John, kwa nini umenifanyia hivi? what happened? Maybe are you okay? Yeah. Joanna, I didn't know. Hebu mwambie kosa. I'm fine. Anamwambia mimi niko sawa. It was a mistake. Are you sure? See, I'm so sorry. Alisema sikupanga hii itokee, ni bahati mbaya tu imetokea. Kamwagia ile makusudi tu, afu anajitia anamuomba msamaha, kumbe ni uongo. Na binti hana cha kujibu hapa, ni mtoto amfanyia kazi tu Mimi. Kwa hiyo akajikuta anasema ndio ni kweli kakosea huko, kanimwagia bahati mbaya. Kumbe binti Joan kafanya makusudi. Tena makusudi kabisa ile. Mimi. Mimi. Oh, Mimi. Not the floor. Need. Alimwambia sio floor. Ndio hivyo binti anapitia mitikasi mingi sana maskini. Yaani uonezo umekuwa ni mkubwa sana kwake hapa. Thank you. Alimwambia asante. See the sky blue. The sky is a blue, I see trees is a green. Ewana hii yote unaweza kaa unaona. Yaani tu ukiamka unaweza kuona wingu ni la blue na unaona miti ni ya kijani. Hiyo inakuashiria tu kwamba umeamka mzima, una afya, hafu unatabasamu. Kwa hiyo wimbo tu unaimba unasindikiza hivyo hapo. Na unaona performance ya binti wa kuitwa Mimi ambavyo anatisha darasani. So mchezo. Ndo amekuja kuwa kiboko ya Alex. Alex ndo alikuwa genius kwenye hili darasa. Na baada ya binti kuja anatisha sana. Sasa hivi Alex aisee ameshapata mbabe wake. Kati ya Alex na binti sasa hivi. I'm happy because I see skies are blue, I see trees are green. Anasema nimeamka nikiwa na furaha. Huu ni wimbo wa mwimbaji ambao unasikika kwenye soundtrack. Ni mtu ambaye ameamka akiwa na furaha kwa sababu amebatika kuona wingu likiwa ni la blue na amebatika kuona miti ikiwa ni ya kijani. Hiyo inaashiria tu kwamba hiyo siku kumepambazuka vizuri. Because I'm happy. Na hii ndio kwa sababu tu yuko na furaha huyu mwimbaji ambao soundtrack yake inasikika hapa kwenye nyimbo. See the flowers bloom and no more pain. Maumivu zaidi, yani ni furaha tu kwake. Anaona miti ni ya blue, anaona miti ni ya kijani, anga ni la blue. Kuwa na furaha. Ni soundtrack ambayo inasikika nyuma kwenye hii movie. Ngoja nikuachie usikilize labda. Hi. Binti leo amekuja kukaa hapa nje Mimi. Alex kabidi amfuate maana kaona mbabe wangu ndo huyo hapa. Unataka kuwa daktari maana yake unatisha sana kule darasani yani. Genius. Yes. Alimwambia ndio. Alipomwona kwa kozi ambazo binti anasoma, ambavyo anapambana, sasa nilivyokuona na hii sana sikutarajia kama ungekuwa ni binti wa aina hiyo. Nice story. Why are you coming to our school this late? Where have you been? Yeah. Mimi nilikuwa kwenye nyingine. We had issues with the whiteboard and we couldn't write the exam. So I came here. Mimi nilikuja hapa. We haven't enjoyed our school. Kwa hiyo kufurahia kwenye shule labda. Alimwambia anafurahia sana tu. Too early to tell. Bado mapema sana kusema lakini. In the classes.
actually enjoy like labda mimi nafurahia kukaa hapa mimi na wewe answering all the questions in class like anasema darasa. Wewe tulia bwana. Yaani kiukweli mimi napenda sana kuwa na wewe. Una motivate, ni mdada fulani ambao uko smart kuanzia muonekano mpaka kichwani. Kuna dada wako smart tu kimuonekano, kichwani hamna kitu. Ila bwana mdogo akampongeza binti kwamba yuko smart tu kuanzia muonekano mpaka kichwani. Sio rahisi hiyo mzee. Wadada wengi unakutana nao tu wako smart labda kimavazi, kichwani hamna kitu. You're going to select a partner who is going to work with you to keep you focused all through the duration of the project. Anasema ni mradi ambao hastaki kila mtu ajadili peke yake. Kila mtu lazima amtafute partner, sawa? And professional development. Ili itasababisha kujadiliana vizuri. Kumbuka, hii project inahitaji kila mmoja afanye na akiwa na partner wake. Hatakiwi kufanya mtu peke yake. Leo kuna project hapa lecture anakuja kuitoa, lakini hii project kila mmoja hapaswi kuifanya peke yake. Lazima ifanye akiwa na mwenzie. Kwa kila mmoja hapa mtafute partner wake. Hi partner. Akaja kwa hi partner. Samani mimi tayari nina partner ujue. Ni yule binti Joani amekuja kwa Alex kwa sababu binti sana msobokea Alex mwenyewe hana hata mdadae. Alikuja kwa Alex, hi partner. Alex najua kamwambiaje, mimi nina partner wangu. Na partner wangu najua ni nani? Ni huyu binti Kuda dada Deki. Partner yake unajua nani? Ni huyu binti wa kuitwa Mimi. Na aliambiwa huyu binti Mimi, ukija kwenye darasa letu, kwenye chuo kule, ukashoboka na kunibebea kilicho kwa changu, ukajitia unanijua, andika umekufa. Sasa ndo kambebea Alex wake. Alimwambia wewe njoo, pumbavu. Yaani unanibebea Alex wewe. Kaa mbali na Alex. Yaani ukimwona Alex, fanya kama umeona kituo cha polisi. Yaani kimbia. Sawa? La sivyo nitakuua. Alimwambia ukimwona Alex kimbia. Yaani fanya kama unaona kituo cha polisi hivi. Ukimwona ule baba kimbia. Fanya umeona gari ya jeshi, hamna kuleta shobo. What about me? Kabinti kameshapewa onyo. Mimi kapewa onyo maskini. Kae mbali na Alex. Kimetokea nini kwenye uso wake? Nimwambia mimi niko sawa. Binti anatazama mchezo mzima. Ngoje. Mbona anaonekana kama amekaa na huzuni? Nimwambia hapana. Kumbuka kachezea makofi, afu akamwambia Alex kaa mbali na mimi. Anamwambia mimi na mpenzi mpya Tanza, kwa Alex kaa mbali na mimi. Sio kwamba binti ana mpenzi, hata huyo mpenzi mwenyewe hana. Ila hataki kwa jirani na Alex. Asije akatengeneza matatizo na ule binti. Mimi tafadhali hebu njoo zungumza na mimi basi. Basi kuniacha tu kama vile. Alimwambia sitaki kuongea naye sasa. Mimi hebu njoo basi tuzungumze. Sio hivyo bana. Tafadhali. Nini kinaendelea kati yako mimi na wewe? Njoo tuzungumze basi. Binti anamwambia hapana, hatuwezi kuzungumza. Mimi nina biashara kwenda kushughulikia sana. Mimi I just wanna wake up happy, see the trees green. Ndo hivyo. I just wanna wake up puppy, see trees is a blue and the sky is a green. It's green. See the sky blue. See sky is a blue. I was not bad. Jamaa anajikuta mbona kama anamkosa ule mtoto. Analani na analaumu sana kumkosa ule mtoto. Mtoto aliko wake kabisa ule, inakuwaje anamkosa tena. What do you want? I came to you and I found you. Nimekuja kusoma na wewe hapa. Kwani hamna pesa nyingine labda? Jamaa hajakata tamaa bado, anamtaka ubinti. Alisema leo kamfuata kwenye deski yake hapa. Na anamwambia nimekuja kusoma na wewe hapa yani. Okay sawa.
Are you sure you want to leave? Kweli una uhakika utakabidi niondoke hapa? Chance, yes, you hit the So does that mean I should stay? If I say no, Nimekwambia hapana. Sasa binti anapiga picha ule. Joan kaja hapa akapiga picha. Joan kaja yale mazingira akapiga picha. Sasa hebu tuone kinatokea nini hapa. Kamuona tena Alex yuko na huyu binti. Na alishamkanya huyu binti kwamba akae mbali na huyu bwana mdogo Alex. Sijui kaja huko kwa mlinzi kamwambia nini, kamuonga na pesa. Baada ya kupiga zile picha ule binti akiwa na Alex. Sijui mlinzi kaongo afanyaje. Mlinzi anahesabia maokoto hapa. Mlinzi kahesabia maokoto, hebu tuone kinachoendelea. Darling, is it going? Darling, mpenzi, haiendi hivyo. It's going at all. It's not going. Haiendi kabisa hivyo ujue. For goodness sake, what is wrong with her? This is very unlike her. Since she's really the first to come home. Pick up. I think we should call. Tupake kitu hapa. She's not picking up her call. Eh? See, I don't want anything to happen. Mimi sitaki nione lolote lile. Please, let's go. Fanye jambo basi. Don't come home this late, please. Fanye jambo tafadhali, please. I saw her in school today with one of her numerous boyfriends. She's probably in his house, relaxing. Are you probably just here worrying yourselves for nothing? Boyfriend? What do you mean numerous boyfriends? Wewe unamaanisha nini kwamba ni boyfriend? Eh? Yes, many boyfriends. Ndio boyfriend. Of the boys in school. Thin, short, fat. Fact, slim na vitu vingine kibao tu yani. Sasa I don't want to say anything before, but she's missing now. Someone has to say something. That's not true. Kitu ambacho anasema sio kweli. That is not true. What up, girl? I trained her myself. I know she cannot do something like that. Kama hicho sasa. You see that you don't know your daughter, you're just a pretender like her. Are you out of your mind? Hivyo umelukwa na akili eh? Who gave you the to speak to her? Unaongea nini? Mavitu hata eleki ndio unaongea hapa. Umelukwa na akili eh? I go to the same school with her. She skips classes and follows boys. That's all she does and embarrasses us. Mbavu namna hiyo, sijui umelukwa na akili unaenda azimu wewe. My Mimi cannot do it. She's a good girl. Ndio mimi namjua ule. Since you don't believe me, I hope this can convince you. Ngoja kwanza nikuoneshe hii hapa. Sijui kama ataweza kuniamini mimi. Unaona hii eh? Sio baba. Hebu tazama hii. Binti anakuja kusigiziwa huku nyumbani kwamba wale binti kaonekana iko na mwanaume. In school. Kwa kuna kitu kinaendelea kule shule. It doesn't look like I'm bad mouthing her. But at this point, she's doing too much. And even me, I'm embarrassed on her behalf. I don't say true. Mimi cannot do it. Okay. Mr. Sakufanya hivi. Binti picha zake zinavujisha kwamba amekutana na ule bwana mdogo asomi akiwa anafanya ushenzi na ule bwana mdogo. But sometimes this sisi tunamjua lakini anawezaje kufanya mambo kama haya? Mimi mwanangu namjua. Mimi hawezi kufanya hivyo. Na ndio huyu hapa anakuja. Mimi Choma kamsingizia. You got us all worried. I was Ulivyochelewa kurejea hapa. Anasema alikuwa anasoma tu. I was in school. Nilikuwa shule. Oh, are these only hour doing what? Uongo. Au naje kudanganya wewe, ambie tu kweli ulikuwa wapi. Mwambie tu ulikuwa na ule mvulana. What boys? Mvulana gani tena? Mbona nichanganya? Kabinti sikabekuja kumsingizia hapa kwamba nimemuona mimi yupo na mvulana kule. Mwambie uje masharti hii nyumba. You are skipping classes, following boys. Nimepeleka shule, kumbe unaenda kujitafutia mvulana huko. Mziana alalamika hapa kwamba kamwambisha shule ubinti naye kaenda kutafuta tu mvulana huko. Mpumbavu kweli ubinti. What will this repeat itself again? Na hii sitaki ijirudia tena. Na ikijirudia tena andika umeumia. Yes. Anamwambia ndio. Rubbish. Shenzi wewe. honestly, I expected better from you. Mimi natarajia kitu bora kutokea kwako. Yes. You have to caution your child. Inatakiwa umuoneshe sasa. If I repeat itself again,
Na staki ijirudie tena. Influence on John, my daughter. What sort of nonsense is this? Binti yangu ni mpuzi wa aina gani wewe? Da, ise. Ndio hivyo tena, anamwamini binti yake hawezi kufanya mambo haya, lakini yule binti tayari kashakuja kumchoma hapa. Kwamba yule binti sasa hivi hapa da kashamwharibia huyu dada. Kashamwharibia maskini ya Mungu mimi. Mwanangu mimi nimekulea vizuri. Sijakulea hata uje kuwa mtoa aina hiyo, sawa? When are you coming? Somebody open the door! Hebu fungua mlango basi. Mom's dead. Simu yangu imekufa. So what about love? Look at these people. Who will lock the door? I'm sorry for making you. Mama samani kwa kutia wasiwasi. But my phone died and simu yangu ilikufa. Sa? I decided I should just come. Niliamua nije tu nyumbani nikueleze. But there was an accident on the road. Ilitokea ajali, sa? I'm so sorry. Alimwambia samani sana. It's okay. Alimwambia ni sawa. It's fine. Ni sawa, it is fine. Home safe. Angalau umerejea nyumbani ukiwa salama, ni sawa. That's all that matters. Hili ndio jambo muhimu. Sa? He's so worried. Alimwambia usijali. I'm sorry. But last time Mrs. Carlo, what did they do? I mean, they really love this now, so they should at least trust me. Alimwambia tafadhali niamini mimi. They love their daughter. And they love her so much. You see? Sa? When you love someone, ukimpenda mtu, you tend to believe them blindly. Unamwamini, unajua, unakuwa kipofu. This anapokuja kukuvunja moyo anakuvunja hakika yani. Mama, Alex and I are just classmates. Mimi na Alex ni wanafunzi tu. Hafu ni marafiki na sio wapenzi kama ambavyo anadai John. Binti anamwambia mama ukweli kuhusiana na yeye pamoja na Alex. Kile ambacho amekuja kumsingizia John hapa nyumbani sio ukweli. Mama kama anaumia, anavunjika moyo kwamba binti amechaguliwa kwenda kwenye kile chuo. Sio jambo rahisi. Binti ameenda pale. Alimwambia Sabani. I'm sorry, I cannot. Alimwambia siwezi kukupa hii samani. Ever since your father died, sikuwahi kuwa na maisha bora tangu baba yako alipokufa. Mrs. Carlo are the ones who employed me. Babako alikuwa ni mtu ambaye alikuwa poa sana. Kwa hiyo baada ya kupata matatizo ya kiafya ndio nikaja kuajiliwa hapa mpaka anapoteza maisha. Alimwambia pole sana mama, upasi kuendelea kujisikia tena na uzuni. I'm sorry. I'm sorry I failed you. Alimwambia samani nilishindwa. You know that. And you've tried your best for me. Jaribu kuwa bora tu. Naamini mama, utakuwa bora. Hicho kitu pekee ambacho naamini. I'm going to make you proud. Mama kuendelea kuumia juu ya aliyopita. Nakupenda mama, nimekuchagua wewe. Alimwambia always I love you. Yaani kila muda binti anamweleza anampenda mamake. Sasa mamake hana haja ya kuendelea kuumia kwa sababu kwanza binti anajivunia mama yake. Anamweleza. Sawa? Anamwambia sio kosa lako hata hivyo. Hamna haja ya kuendelea kuomba msamaha. Sio kosa lako.
was so easy. Anasema aisee, da, ilikuwa so rahisi. Binti anacheka. To do now is Yaani nimeshamwharibia huyu binti. Sasa huu mpango ndo wenyewe hapa. Keke, haikuwa si yani haikuwa rahisi. Lakini hatimaye nimeshafanya. I make it. Hebu tuone kwanza safari yake binti wa kumwita mimi itakuwaje. Hakuna jambo lolote zuri ambalo huwa linakuja kiurahisi. Ni maumivu, lakini ndio ukweli pia tunaongea. Yaani jambo lolote ile ambalo unajua wewe ni kubwa, hakuna jambo lolote ambalo huwa linaweza kuja kiurahisi. Ni rahisi kuongea, lakini sio rahisi hivyo vitu ambavyo vinatokea. Labda naweza ongea kirahisi tu nikasema pengine hakuna jambo ambalo huwa linakuja kirahisi, na wewe ukaichukulia kirahisi tu ambavyo nimezungumza. Ila ina ugumu hii ambayo naizungumza kwa yule ambaye anaelewa pengine. Kwa hiyo ukiona vitu mzee vipo, yani vi watu hapo sehemu fulani, jua tu nyuma yake kuna machozi, jasho na damu kama alivyosemaga profesa. Vitu ni mingi sana nyuma ya background. Haya, hebu tuendelee kuangalia safari ya huyu binti wa kumwita Mimi. Adui yake mkubwa ndo huyu bibie wa kumwita Joan. Joan ndo amekuwa namba 1 kwa kumwharibia. Binti hakuwa ikuwa ni binti ambaye tu vitu twingi anapambana tu kuishi ndoto zake. Lakini kwenye ndoto zake tu zenyewe ambazo anapambania, mambo ni mengi sana. Lakini mwimbaji ukimsikiliza kwa nyuma background anasema nothing can stop me. Hakuna kinachoweza kunizuia. Hakuna cha kunizuia. Ile mradi tu ameamka, yuko mzima, ana pumzi, basi anaamini hamna kinachoweza kumzuia. Cheki binti anapopitia Zalau, Mimi. It's so ugly. Anamwambia kwanza, sikia wewe ni mbaya. Yaani kama anajikuta ni mzuri, never. Sahau. Yaani wewe ni mbaya, mkomwe ule. Sura lako lile. Baya kama kuzimu. Zalau hizo. I just wanna wake up happy, see the trees green, see the sky blue, and happy when you smile back. I just wanna wake up happy, see the trees green, see the sky blue, and happy when you smile back. Oh, happy, happy, oh, happy, happy, oh, happy, it's far from who I am. Oh, happy, happy, oh, happy, happy, oh, happy, it's far from who I am. Amekamata maua na amekamata HK-box. Ukute Saadi ya kwenda kumpa mtoto huyu. Ukiona boy katoka hivi ujue kuna kitu. Maua viboksi nini ujue kashaingia kwenye mfumo huyu. Ni yule bwana mdogo Alex. Yaani ukiona mtoto wa kiume kashaanza kubeba viboksi hivi, kashaanza kubeba haya maua, jua tayari kuna mtoto wa mtu kashamuingiza kwenye mfumo. Haya, uzuri wake leo bana ni siku nafikiri labda kwenda kumpelekea zawadi partner yake sijui kuchuo. Hi, Alex. Hi, Alex. Hasa na kale kabinti ndo kamemletea surprise Alex. Alafu Alex yana muda naye. I really hope you like your gift. Mimi najua anapenda sana zawadi yangu. Sasa nimekuletea hii hapa hii. Thanks. Animwambia asante. I wasn't sure what to get you for. Sikutaka lakini natumaini Happy Valentine. binti ndo kamletea zawadi Alex. Unaona? Yaani dogo Alex yule kakataa zawadi. I'm sorry. Kakataa zawadi za yule binti Jordan. John. Hafu sasa dogo Alex kaja kumletea zawadi binti kakataa. Kuda dadadeki. John kaona ikapata hasila. Yaani mimi namgia zawadi class yangu na nikataa. Hafu anaenda kumgia yule binti. Kwanza kamwambia mleo darasani asiniguse mtu. Darasani leo asiniguse mtu kwa sababu mtenda kuumia. Na hasila.
Binti ana hasira, anasema nina hasira. Yaani namchukia huyu. Huyu binti ni Mimi. Yaani kama Mimi asingehamia kwenye hii shule mimi ningempata Alex. Sasa baada ya Mimi kuja hapa kila kitu kinaharibika. Ngoja huyu binti sasa hivi mimi namuua. Ngoja huyu binti sasa hivi andike amekufa. Sasa akasikia sauti ya mtu huko analia. Sasa huyu binti akiwa analia huku, huyu alikuja alikamata simu anarekodi. Alex. Binti analia huko. Anasema Alex mimi nampenda. Lakini sasa hata binti amekamata simu hapa nje anarekodi. Binti kulindani analia anazungumza maneno kuhusiana na Alex. Huyu amekamata simu anarekodi. Unaona? Lakini mimi siwezi kuendelea kuvumilia ujinga. Anasema muda mwingine natakiwa kujinyima kwa ajili ya mtu ambaye unampenda. Binti yupo huko analia, anaumia. Hasa ule binti anarekodi video. Jo ni ule anarekodi video. Say cheese. Smile for the camera. Oh, this? I'm just taking pictures to match the beautiful video of your wonderful confession about your so-called bestie. Hey! Stupid. Elmambia tulia wewe. Nyamaza. So everybody can know. Yaani wewe nina voice yako. Sasa ukijitia unajua sana naenda kuvujisha kwenye group la chuo. Kuona mpango gani unasema? Anasema na voice yako nimekurekodi ulivyokuwa unaongea maneno yako kule choni. Ukajitia unajua sana naenda kuvujisha kule chuo kila mmoja ataiona. Actually really hates her. I was so frustrated. Hivyo unachanganyikiwa tu Unachanganyikiwa sijui. Yaani sikuelewi hata. Anamwambia ndio hivyo, sio unachanganyikiwa, sichanganyikiwa wala cha nini. Look, Natalie, I'm the same team. I really hate when sometimes I wish I could just struggle her to death. So you see, I do know the same team. Unaona nataka kitu kwako Make us suffer for taking our man. Bali alisema. Wow, that's too bad. Hii itakuwa ni mbaya sana. If you don't do what I want, I will post it. Talk to my finger. Na voice yako sasa hivi unajeuli tena. Da, se. John usivujishe hiyo. Usivujishe sauti. See the trees green, see the sky blue, and happy when it's my back. Let me why working like here. Huyu anapita hapa leo huyo. Sitaki hata kuongea na mtu. Sasa binti akashangaa mbona wanani-ignore. Yaani ile kumu-ignore ni kwamba unampuzia mtu. Akashangaa mbona wananipita wananipuzia tu. Where's Mimi? She's coming. Mimi nakuja, alisema ndio upo tayari. Gosh. Johnny, please Mimi. I can't get to Mimi. She's my friend. Mommy, you know I have that video of you. If you don't... Hiyo video ulione. Anasema niliona kwenye group la WhatsApp. Unaona shida gani? I just wanna wake up brighter with a reason to live. Hii kamskoma yule kadondoka chini hapa ise. Kamskuma kadondoka pale chini, wewe sikuabidi. Anamwambia uko sawa, anamwambia mimi niko sawa. Unavuja damu, nimekwambia niko sawa. Hai.
just wanna wake up happy, see the trees green, see the sky blue, and happy when you smile back. I just wanna wake up happy, see the trees green, see the sky blue, and happy when you smile back. Oh, happy, happy, oh, happy, happy, oh, happy, it's far from who I am. Ambavyo binti na Alex wanavyoendelea kuwa karibu. Tuendelee kuitazama mwanzo mwisho, tuone mwisho wa binti itakuwaje. Binti mara nyingi wakirejea nyumbani hapa anapiga zake piano ikinanda, anaishi nayo kwa sababu anajua yule ambaye anampenda ana muda naye. Binti mara nyingi kinachomfariji ni muziki. Muziki ndio anamfariji ubinti wa kuitwa Joan kwa sababu anajua kabisa huyo Alex ambaye anampenda hata ampendi, kwanza hana hata muda naye. Mara nyingi wakirejea hapa anamenyiza sana kinanda, anacheza sana hii piano, anacheza sana hii piano, anamenyiza hii kinanda, inamfariji. Anacheza ala nzuri za muziki. Anaumia binti, nafasi yake haipo. Yule binti ambaye anampenda yeye hampendi. Aise, sio mchezo. Yule ambaye anampenda yeye hampendi. Hatani sana. Da. Anaumia mno Joan kwa sababu anajua kabisa yule Alex ambaye anampenda, Alex hana hata muda na huyu binti. Anacheza piano hapa, machozi akiwa yanamtoka tu. My goodness. Look at your eyes. How do you feel? Macho yako yanajisije sasa hivi? Unahisi bado una Yes, come in. Alimwambia samani sana utakuwa Before. Alimwambia utakuwa sawa. Is ready. Yes. Yupo tayari. Alisema ndio yupo tayari. Just drop it on the table. Hebu kaiweka tu kwenye meza hiyo. Alimwambia drop on the table. Binti amemletea sijui chakula kile, kinywaji, ndio maana mama alimwambia kaiweke ile kwenye meza. Drop on the table. Kinini kimetokea kwa mguu wako hapa, anamuuliza sasa. Anamuuliza binti kimemkuta nini kwa mguu wake pale. Unamaanisha nini yani? What do you mean? Are you sure we shouldn't go to the hospital? It's just cramps, I'll be fine. Sawa tu, ni kidonda kidogo sana kile. Hamna haja ya kwenda hospitali. Ni sawa. Are you sure? Una uhakika? Okay. Nadhani unahitaji to run along now, okay? So you don't go late to school. Okay. Hamna haja ya kwenda shule sana, tafadhali sana. Get back from school. Just keep her updated about everything that happened, okay? Kila kitu kitakachotokea kisheni ya kwamba kinakuwa sawa. Alimwambia ndio tashughulikia. Sawa kwa ni mama, hakikisha kwamba unakuwa salama. Take care. Are you sure you're okay? Hakikisha na unakuwa sawa pia. Alimwambia ndio nitakuwa sawa. Baby girl, please now. Baby girl, tafadhali na wewe sasa tulia. Daktari atakuja kukuona hapa nyumbani. Alimwambia daktari atakuja kukuona hapa nyumbani, tafadhali hebu tulia. You sure? Unahitaji upumzike sana. Okay, let me help you with this papers. Acha nikusaidie basi kuweka vitu vikae sawa. I'll help you. Nitakusaidia hii. No, just take a little now. Can you try to get up? Unaweza jaribu kupata hii Hi, Lade. I'm on way to school, sir. Amebeba niko njiani kuelekea shule. Naweza kuzungumza kuhusiana kitu. Anapopita pale binti kuna kitu kinamkuta. Nini?
Anapozungumza na simu kuna kitu kinamkuta. Binti anatekwa maskini na wahuni. Sijui akina nani hao, lakini watoto wa kitaa wanamteka binti, wanampakia kwenye buti. Sijui ni yule binti, labda Joan amekodi wahuni waje kumteka au bibie mimi. Hakuna ambaye anajua. Lakini akiwa anazungumza na rafiki yake, hello, simu inakatwa na hii inaashiria kwamba huyu ambaye alikuwa anazungumza naye kwa simu kuna kitu kimemkuta. Sasa akauliza nini kimetokea? Wewe nini? It's fine, excuse me. Anisame tu sawa. Ametaka nizungumze naye. Kuna nini kinaendelea? Alimwambia mimi niko sawa. Haijulikani kaenda wapi, katoweka tu sasa hivi. Kama unavyoona binti darasani hayupo, katoweka kadisa pia ile. Sasa sijui kaenda wapi, hakuna ambaye anajua, lakini binti katoweka, hayupo. Hebu tuendelee kutazama kwanza tuone, pengine tukajua binti kaelekea wapi. This was going on for far too long. Kwenye hii inayoendelea sasa hivi, muda mrefu sana naweza kutovumilia tena hii. Kwenye hii nyumba kinachoendelea sasa, coming home late, skipping classes, ukiendelea kuchelewa not be accepted. Kubalika tena unajua. Sasa I think you will have to look nyingine na sehemu nyingine kwa kwenda. Look, I have a growing up child. I will not have your daughter influence her. Tena alimwambia sio vibaya, tafadhali. Because we don't have any other place to go. Please, have mercy on us, please. I have made my decision. Nimefanya uamuzi wangu tayari na nikishamwaga jambo langu mimi nimeamua. Na siku zote mimi nikishamua jambo langu nimeamua. Hakuna cha kunizuia. Tomorrow morning, I will withdraw her from that school. Kwa sababu mpaka sasa hivi katoweka na haijulikani yuko wapi. I can no longer take. Siwezi kuendelea tena kuchukua msala kama huu. Tafadhali. Binti haijulikani mpaka sasa hivi yuko wapi. Usiongee na mimi kausa. Yaani kama baba kashaongea kaongea. Mimi mama tu ndani sina tala kujibu ujue. Kwa hiyo kama mzee kashaongea kaongea. I got nothing to talk about it, okay? Animambia sina la kuzungumza kuhusiana na hili na usinilaumu mimi, mtoto wako mimi ndiye ambaye haeleweki. Mpaka sasa hivi hajarejea na haijulikani yuko wapi. Maskini ya Mungu kumbe hajajua ule binti katekwa ujue. Binti hajarejea kutoka shule. Yuko wapi ule binti? Sasa usimlaumu mtu kwa chochote kile ambacho kinatokea. Makosa ni ya binti yako. Nimejaribu kukupambania, kukusaidia binti yako hata asome. Binti yako ndo analeta mieusho mavitu hata haeleweki. Mama analia. Mama anaumia lakini hana namna.
binti yake kaendapi mpaka sasa hivi hajarejea. Mama anaumia, hajui chochote kile kuhusiana na binti yake mpaka sasa hivi. Da, inamuumiza, unajua, inamtesa. I've climbed the mountain, I've tried to reach the stars to make you see me. Mama aliumia mpaka siku ya pili kuna pambazuka binti yake mimi hajarejea. Sasa mimi kimemkuta nini? Hawajui kwamba binti katekwa ule. Na wenda alofanya mchezo mzima mpaka ule binti anatekwa. Pengine labda ikawa ni Joan. Sasa binti amekuja kulipoti hapa kwa mkuu wa chuo. Unamekuja kuniambia nini? Yaani umekuja kulipoti nini? Nini Nini kimekufanya umekuja kulipoti hapa? Nini? Olo zangu ilikuwa ni like scream. Then we heard Harry stairs. And then Ricardo shots. Hizi ilikuwa nzuri ujue. Sasa Yes, the call went off. And you didn't say anything since. Labda kusema chochote. Something, Nade. I wasn't so sure. Mimi sikuwa na uhakika, nilikuwa namsubiri tu. I had to come to school, but she didn't. Nilikuwa namsubiri tu aje shule. Then I became worried that something must have happened to her. Lazima kuna kitu kitatokea. I said it, bro. I said it, bro. My baby is innocent. I said she cannot do it, bro. Kali. So, I know she did not do it. She did not. Anamwambia tulie kwanza, tulia. Yes, we do. Hebu tufanye jambo sasa hivi. The police. Tumeenda kufungua taarifa polisi. Investigate this. Kama binti amepotea taenda kufungua taarifa. Sorry. Kwa binti kumbe inaonesha amepotea. Na wazazi wake na binti kule ambako anakaa taarifa zimekuja kutolewa hapa kwamba binti amedisappear, katoweka. She's missing. Kwamba amepotea ule. Ametoweka sasa hivi haonekani. Mama tafadhali hebu tulia. Anasema tutashughulikia mama, haina haja ya kuendelea kuumia tena. Sasa haina haja ya kuendelea kuumia mama, hebu tulia. Good everyone. Jamani, habari kila mmoja? Habari za mchana. Mimi ni mpelelezi, naitwa Mpelelezi Omari. Mimi ndio afisa ambaye nilikuja kuchunguza hii kesi hapa. These are relatives of the... Anasema mama wa huyo binti ambaye katoweka mpaka sasa hivi, na hii ndio familia ambayo huyu mama anaishi naye. Mother of the missing child. And that... Kwa hiyo aliyopotea alikuwa ni mtoto wa huyu mama. And she was the one who reported the disappearance of the child. Na huyo binti ndio amekuja kutoa habari za huyo binti kutoweka. You're welcome, detective. Thank you. Anasema asante. Since this is an attempted... Kwa nini jaribio la kutekwa kwamba binti ametekwa na haonekane, haijulikani yuko wapi? Girl. Anasema ndio ni binti ambaye tu kapotea na haijulikani ataka indapi. Okay, class. Okay, sawa darasa. Pleasant news. Leo nakuja kuambia habari. Mpelelezi fulani anaitwa Omari. Right now, yupo ofisini kwangu sasa hivi, amesema anachunguza kupotea kwa mmoja wenu wa mwanafunzi hapa. Mirabel. Binti ambaye alikuwa anakwenda kwa jina la Mimi. Yes, Mirabel is suspected to have been abducted yesterday on her way. Na binti inaonekana alitekwa jana akiwa njiani, akiwa ametoka shule anaelekea nyumbani. Kwa sababu Mimi hakuja hapa jana na leo ina maana hajaja. Kwa binti ametekwa. Kwa jeshi la polisi linafanya kazi kadri na uwezo wao na watapambana kuhakikisha kwamba huyu binti anapatikana kwa siku kadhaa tu. Okay. Sawa. The school will be working. Kwa anasema nitashirikiana na polisi kuhakikisha kwamba huyu binti anapatikana. Ni mkuu wa chuo. Anakuja kuwatoa hofu ile wanafunzi kwamba watulie. Huyu binti ambaye katekwa
atapatikana. Wanafunzi wasiendelee kukaa na mashaka, wasiendelee kukaa na wasiwasi. Binti ambaye katekwa atarejeshwa hapa so muda mrefu. Sasa be that piece of the puzzle to make us solve this case, so please do not hesitate to bring it to our attention. Alimwambia msio na huzuni na wala msijisikie vibaya. Huyo binti atapatikana. Na yote ambaye atapata taarifa labda kuhusiana na binti ameonekana sehemu fulani, yuko mazingira fulani, anapaswa kuja kutupa taarifa, asiogope. Sisi kama jeshi la polisi tutatoa ushirikiano sawa kabisa na wananchi. Ni hayo tu. God. My daughter, God, please. She's the only one I have. Anasema binti yangu ndo huyu tu ambaye niko naye. Tafadhali basi. Mama anaumia kwa sababu anadai ya kwamba ambaye yuko naye ni binti yake tu. Sorry for intruding. I'm Alex. Mimi naitwa Alex. Mimi ni mwanafunzi. Ndio nilikuwa nafikia yake na binti yako. Ndio wewe? Wewe ni kijana, si ndio? Yule binti, si ndio? Anasema ndio ni wewe. Mimi nilipiga naye picha. I just found out that your name is mother and Mimi is mimi nimegundua tu kwamba Mimi huyo binti yako hayupo. Mama ana hasira kwa sababu anaamini labda huyu bwana mdogo ndo alikuwa anamharibia. Nataka tu kuambia kwamba mimi sijafanya jambo lolote baya, sawa? Na nitapambana kadri na uwezo wangu kuhakikisha kwamba binti anarudi akiwa hai. Tafadhali niamini mimi. Can you do? Only but a boy. I can do a lot. Anasema anaweza kufanya mengi, lakini moja kati ya mengi ambayo anaweza kufanya ni kuhakikisha kwamba binti yako anapatikana. Tena anapatikana akiwa hai. Can. I promise. Anamwambia tafadhali mama, nakuahidi nitapambana kadri na uwezo wangu kuhakikisha kwamba binti yako anapatikana akiwa mzima. Sawa? Mama asiendelee kuumia tena, asiendelee kulia. Binti mpaka sasa hivi kapotea na haijulikani yuko wapi. Mama anasema uumie ujue. Mama anaendelea kuumia kwa sababu hajui chochote kuhusiana na binti yake mpaka sasa hivi. Your enemy is missing. Adui yako ametokea sasa hivi. Wewe hujui chochote. Kuna wanafunzi wanajua kwamba binti wa kuitwa Joan adui yake mkubwa ni nani? Ni Mimi. Kwa hiyo anakuja kumuuliza swali kwamba adui yako haonekani. Una chochote unajua? Kumbe alofanya yule binti kutoweka huenda na mashaka inaweza kaa ni binti Joan. Yes, what do you want? Umemuua rafiki yako, unataka nini? This will Kwa nini binti Mimi amepotea? Anasema wewe unajua kilicho nyuma yake. Unajua nyuma background kinaendelea nini? Ikabidi amsukume. Bwana nifanyaje? Akamsukuma bwana, ugomvi unatokea hapa sasa. you have talked to me like that. Hivi unafikiri wewe nani unazungumza na mimi kama hivyo yani? Unajua mimi nani? Mtoto wa tajiri afu unazungumza na mimi kama hivyo. Everybody Alimwambia hata sikuogopi yani. Wewe ni wa kawaida tu, kuda dada Deki. Makando yanaendelea kama ifuatavyo. Ngoja nikuachie endelee kuitazama hii hapa. Inaitwa After School, yani baada ya shule. Wajui mimi wakishua mimi nahusika na kupotea kwa ule binti wa kuitwa Mimi. Ndo chanzo cha ugomvi unapoanzia. Ananiambiaje mimi hivyo eti? Kuda dada Deki. Ngoja nimuonesha tantaka huyo. Alimwambia mimi sikuogopi na wala wewe si lolote. Yani kiufupi hata untishi. Ugomvi bado unaendelea. That all. Yani mimi ni bora kuliko haya yote. Binti anachokiamini huyu kwamba yeye kwa sababu anatokea maisha ya kitajiri, ushwani nini kule, kwa hiyo anajiamini ni bora kuliko mwingine yote ule. So you think Joan here has a hand in Mimi's disappearance? Yes, sir. Alimwambia ndio. When she stepped into our class, do you like she even pushed her down the stairs? What? Hebu unadanganye? Like this. So I didn't do such thing. I wasn't. Mimi sikujua kama mambo yangekuwa vile. I was homesick. This is a serious matter. Unatamani something, better start talking down. So I didn't know such thing. How could I hurt? How could I harm a human being? Well, if anything, sir, it's like that is the suspect. Because just a few days ago, I caught her on video speaking ill about me before disappearance. Alimwambia hakuna cha kuongelea tena hapa zaidi ya hiyo. What is the moment of weakness? She's my friend. Sir? So where have you recorded on video? Sir, I also have a recording. Mimi nisharekodi tayari hii hapa. Hai.
Kwa mchezo mzima hivi ndivyo ambavyo ulivyo. So mchezo aise. Yaani mchezo hauchezewi. Ushahidi utapatikana tu na mwisho siku kama ni kweli binti ndiye kahusika na kupotea kwa Mimi. Joani anahusika tutaona. Hii hapo iko hewani, tuendelee kuitazama. I cannot believe that you're missing. Siwezi kuamini kwamba hii yote ndio imekuwa hivyo. Mother, you don't ever miss classes, even when you are sick. What's going on? Nini kinaendelea? What is going on? Her name is a secret. Her name is all she has. Mom, you have connections with the government. Unahitaji connections, ha? I'm sure there's something you can do. Mimi nataka tufanye kitu pamoja mimi naye. Are you involved? Alimwambia ndio tayari. So, let them do the job. What am I supposed to do? Unaweza kufanya nini labda yani? Hire private investigator. What? That's a lot of money. Hizo ni pesa nyingi sana. Anamwambia that is a lot of money. Hizo ni pesa nyingi sana ujue. Sawa? Well, I will make some calls about a good price. Na kisha kwamba nitampigia simu kuhusiana na hiyo. So one condition. Nataka sharti moja tu. Back to school. I never skip classes again. I promise. Anamwambia na kuahidi. Nitafanya kila kitu kwa ajili yako na ahidi. What's that name? Me, I'll be look careful. Okay. 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 So you can tell the driver to drop you off in the school. Okay, ma'am. Thank you so much. Anamwambia asante mama, asante sana. Maria. I just get the pick a call now. Which kind of Mtagora aina gani? Ni aina gani tena hivi vitu zinaendelea hapa? Mbona hata sielewi? Eh? Where you? Flop. Daddy. Where is she? Yuko wapi huyo? I didn't do this, sir. I can never hurt Mimi. Or the video says something different. Labda video inasoma kitu tofauti. Was taking few days. Eh? And you're the last person seen. Wewe ndio utakuwa mwisho kuona hii. Mimi nakuuliza kwa mara ya mwisho, yuko wapi huyo? Obinti ndio mara ya mwisho inaonekana alikuwa na anajua kitu huyu. Yaani hapa ni kunyoka najua. Joan ndo anajua ukweli kuhusiana na binti. It could be important. It's very important. Unasema hiyo simu sio muhimu, pokea kama hiyo simu sio muhimu. Okay, since we're done. Kwa nini tusimalizane nayo binti? Mbona kama anajua? Okay, thank you, sir. Anamwambia asante. Lakini kabla hajatoka mzee akamwambia subiri. Hiyo simu kwa nini haipokei? Kuna nini kinataka kuongeleka kwenye simu mpaka hajapokea hapa? Of the kidnap, right? Kwanza binti hajaye kutekwa. Na hii shule hakuna masuala kama hayo au utekaji umeanza lini kwenye shule? Between you and Mimi like. Kuna nini kinaendelea kati yako na Mimi? We're not friends. Mimi na Mimi ni marafiki tu. Wala sio maadui. Kwa hiyo mimi sihusiki na chochote kile. Alimwambia ni muongo. Huyu binti anamchukia Mimi. Wana ugomvi hao. Rafiki yake ndo kasema kwamba kati yake na Mimi hamna hata upendo. Waongo. Huyu binti anamchukia Mimi. Joani ni muongo. Anachuki na Mimi. My phone? Leta simu yako tukague. Simu yangu? Need your phone too. Alimwambia na binti leta simu yako. Need for this investigation. Wacha tuchukue simu zenu kwa ajili ya kwenda kufanyia uchunguzi. Yaani uchunguzi ule. Why do you need my phone, sir? Kwa nini unahitaji simu yangu yani? Investigation. Anasema kwa ajili ya uchunguzi. Nahitaji simu zenu kwa ajili ya uchunguzi. Hizi simu ndio zitatoa majibu. Nyinyi mlikuwa mnazungumza nini? Mlikuwa mnafanya nini? Kwa hiyo mchakato mzima tutaweza kuona hapa kila kitu. Sawa? Yes, sir, I understand. Anamwambia ndio naelewa. Yes, sir, I can't give you. Lakini simu yangu ni mali yangu binafsi, hapaswi kuwepo nayo mtu mwingine yote ule. Unasemaje? Anasema ndio ni hayo tu. Simu yangu mimi ni mali yangu binafsi. Vipi wabebe mtu mwingine kwa ajili ya kwenda kufanyia uchunguzi? Mnanichanganya. Nimekwambia pumbavu, tulia binti. Anasikia taarifa zote ambazo binti alikuwa anapanga na wale watekaji zinasikika hapa. Simu imebebwa ile. Anasikiliza voice na michongo mizima ambao binti Mimi, binti wa kuitwa Joan alikuwa anapanga kuhusiana na Mimi. Kusudia kwa sababu binti ndio kweli kufanya mchongo mzima kumteka ule binti Mimi.
Joan kafanya huo mchezo. Sasa ameshakamatwa hapa na anasema ni kweli ndio nimefanya hivyo, msiniadhibu kwa sababu sikukusudia. Sasa mtu unamteka mtu afu unasema kukusudia. Hii inawezekana vipi tena? Anamwambia samani. Kwa simu inapigwa kule nyumbani anakotokea binti, wanaelezwa ukweli mzima juu ya hicho ambacho kinaendelea. Huyu mzee haamini. Beautiful, you're so intelligent. If you wanted to be my friend, Kwa ameshapata ukweli mzima kwa nini binti Mimi ametekwa, huyu mpelelezi. That's not enough. She had to come and steal Alex's attention. Do you know how long? Mommy, do you know how long I've liked Alex? And she just came. He just focused on his attention and I was so... Anasema nilikuwa na hasira tena. Yaani nilikuwa natamani hata kumuua ujue. Sasa whatever I was feeling. So I tried to kidnap the gate man. mimi sikupanga kumteka huyo mtoto. Mpango ulikuwa nini yani? Eh? You know what traffic is, but she got sick and they rejected her. Anasema mimi sikumpanga kumteka huyo. Kwa binti anaeleza sababu nzima kwa nini mpaka kamteka ule binti. Na mpango wake ilikuwa si kumteka, binti anakuja kueleza yote hapa. Na binti huenda ndo katekwa, labda kaletwa huku. Maafando amekuja kufanya kazi yao, amewanasa wale wahuni ambao alikuwa amemteka ule binti. Kwa binti alieleza kwamba nilikuwa nimemteka, nimempeleka wapi. Huku ndiko binti wa kuitwa Mimi baada ya kuwa ametekwa alikuwa ameleta. Maafisa wa polisi wamefanya kazi yao, binti huyu hapa amepatikana. How in God's name could you think of this? Yani siamini. Siamini imekwaje yani? Sifikiri kama unaweza kufanya hivi. Yani kweli ndio binti yao kafanya tukio la ajabu namna hii. Anasema ningezaje kosea. Binti anaumia tu sasa hivi hapa. Anaumia kwa sababu mazambi yake na ushenzi wake wote ambao alikuwa ameufanya. Unajua hakuna uadui ambao unaweza kudumu milele na wala hakuna urafiki ambao unaweza kudumu milele. Hivyo ni vitu ambavyo inatakiwa ukae tu ukijua maisha yako yote. Kwamba hakuna urafiki ambao ni wa kudumu na hakuna uadui ambao ni wa kudumu. Yaani ipo siku tu vitu vitakuwa wazi. Kwa sababu mazambi yake binti yamejulikana. Ndio hivyo tena, binti ni mtekaji na lazima anaswe kama watekwaji wengine tu. Anambia hauna cha kusema. Sasa unajua binti amepatikana na hatia. Kwa kiufupi hapa, hata kama wazazi wake wana pesa, kwa lazima kidogo kwanza aende Segelea hata mitatu miwili, hata wiki tu. Baadaye ndo huenda pengine vitu vitakuwa sawa. Binti mazambi yake mwisho siku anakuja kujulikana. Hamna kitu kinaweza kufichwa milele. See the sky blue and happy when you smile back. Oh, happy, happy, oh, happy, happy, oh, happy. I always knew that Joan hated me. Anasema siku zote nilikuwa najua Joan ananichukia, lakini nilikuwa sina namna. Kwa anakuja kumwelezea ukweli huyu bwana mdogo Alex.
Binti wa kuitwa Mimi anamweleza ukweli bwana mdogo kwamba nilikuwa najua alikuwa ananichukia Joan, lakini nilikuwa sina namna, ningefanya nini? Nachopaswa kufanya sasa hivi, sikutaka shida yote na yeye. Besides, her parents are our employers. No, I know why you are happy. Alisema anajua uko wapi basi. She liked you. And she wanted me to stay away from you. And I did. Napenda kukaa mbali naye. Who's that? Huyo nani? Sister. Intim yangu. It's her. Huyu dadako? I had it too. She's gone. Anasema he's gone. Kwamba amepoteza maisha. Imekuja nini? Yaani imetokea nini? Nimwambia pole sana. It's fine. Ndio hivyo tu. Nilikuwa naye na sasa hivi ameshapoteza maisha. Aliumwa sana akiwa hospitali. Kwa hiyo ni hayo tu. Kwa hiyo binti baadaye yuko na yule bwana mdogo. Thank God for bringing her back to me alive. What would have become of me if anything had happened to her? Anasema lote ile ningempata labda. Alex. Anasema anashukuru sana Alex. Unakaribishwa. Sure she came back. Asante kwa kumtembeza kwangu sana. I'm grateful. Asante, nashukuru sana kwa hilo. You okay? Have you eaten? Are you hungry? No, they already gave me something to eat. I'm fine. Okay. Anamwambia okay ni sawa. Okay, you're fine. Alex. Sawa Alex. Anamwambia ndio. What are you doing here? What you doing here? I said what are you doing? Nimekwambia unafanya nini hapa na kuuliza. Because mpotovu unafanya nini hapa unaulizwa? What did you come here for? Umekuja hapa kwa ajili ya nini? You started. I don't want you to ever talk to this girl. Taki uendelee kuongea na mimi hapa. She's a child. Please. Mama tafadhali. She's evil. Huyu shetani, this is evil anamwambia. She's evil. Shetani huyu. I'm sorry. Anamwambia samani. I didn't mean any of those things I said in the video. I can never hurt you. You were good to me. Sikupanga kumuumiza. Then against me on my scar. I could never repay good with evil. Never. But it's fine. Anamwambia lakini ni sawa. Binti anasema hakupanga utaya ubaya utokee. Grateful because if you hadn't started. Mimi nashukuru tu kwamba niko mzima. No. Thank you for reporting the case. Thank you. Anamwambia asante sana. Thank you. Asante sana. Thank you. Anamwambia asante sana sana. We gotta fix tonight. Yeah. We up in the air. We gotta fix tonight. We'll light it, yeah. We up in the I spoke with a friend at the Ministry of Women Affairs. Nilizungumza na rafiki yako kuhusiana na masuala ya wanawake. Akataja mambo mengi sana. Where you can learn a skill and get funding to start your own. Kwa nini usianze kuanzisha mfuko fulani kwa ajili ya mama wajane kama nyinyi? Mimi? Ndio wewe. Kwa binti sasa hivi amekuja kwenye hii familia ya madogo wakina Alex. Na mamake na Alex ameamua kufanyia jambo mamake na binti. Anamuonesha kitu kwamba hii ni form kwa ajili ya wajane. Mama ambaye amepitia majanga, mume wake ndio hivyo tena kadisa pia katoweka. Ndio hivyo. It's fine. Thank you. Aisha asante. Kwa binti sasa hivi wa kuitwa Mimi na mama yake mzazi huyo wamesaidiwa na mama yake na Alex. Amefanya jambo hapa. Stay. So I discussed with an organization, international organization that are na shirika la kimataifa kuhusiana na huo ufadhili. How she decides. Seriously? Yes. Kwa makini anasema ndio. Thank you, man.
ulionifanyia mama yangu sana. Nakushukuru sana. You and your family. And I forgive Joanne. Nimemsamehe Joan kwa kile ambacho amekifanya. Thank you. God will continually bless. Mungu atakubariki kwa kumsamehe mtu pia. Ni vizuri sana. We will not forget what you did for us. We will never. Sote hawezi kusahau. Mimi siwezi kusahau kwa vile ambavyo ulitusaidia. Hii familia bado ilikuwa inawasaidia sana hao. Kwa anakuja kumuomba msamaha kwa kila kitu ambacho kilitokea. Kwa anaomba tu maisha yarejee kama ilivyokuwa mwanzo kama familia. Wakae tu kawaida. Hamna haja ya kukaa tofauti eti kwa sababu yametokea mambo ya aina hiyo. Bado ni familia aliwaambia. Kwa yote yametokea, kwa kila kitu ambacho kinaendelea labda hawa bado ni familia ujue. I'm so sorry my daughter. Anamwambia samani sana pia na mimi binti yangu amekuharibia. Binti yangu amekufanya umekuwa labda ni mtu binti uonekane wa ajabu. Lakini alimwambia ndio hivyo tena mzee. Hai. Familia zinapatana tena na mambo yatarejea kama yalivyokuwa mwanzo. Embu tuendelee kuona. Ni darasani huku. Anapoingia tu leo anashangiliwa binti pamoja na Alex. Majinias wametengeneza ukaribu, wamekuwa marafiki sasa hivi wote wawili. Darasa zima linawashangilia hao wawili. Vibe la kufa mtu yani. Unyama ni kama wote. Da deki. Kwa sasa hivi hamna tena zile mambo za mimi mnani sijui nani. Hamna tena hizo mambo. Kati ya Alex pamoja na huyo bibie wa kumuita Mimi. Sasa hivi ni full vibe yani. Wana enjoy tu, hakuna namna. Mimi ngoja hadi kuachia uendelee kutazama. Atabakola standby. Inaitwa After School. Mimi naitwa Roboti. Tunasema ni baada ya shule. Kinaendelea nini? Hii hapa iko live kwenye screen yako, endelea kuitazama, endelea kuenjoy. I just wanna wake up happy, see the trees green. Anasema anataka tu kuamka na kuona miti ikiwa ni ya kijani na anga likiwa ni la blue. Ni kama nitaweza kufanya hivyo basi tu anaamini huyu ni mtu ambaye kaamka yuko mzima na afya, kwamba anaweza kufanya chochote kile mradi tu ameamka. Ameona anga ni la blue, miti ni ya kijani, basi ni mzima huyo. Anataka tu kuwa na furaha, ndio kitu ambacho anakitaka. I just wanna be happy. Nataka tu kuwa na furaha. Hii hapa unaitazama na ndio tupo kwenye hatua yake ya mwisho kabisa ya bonge kitu wanaita After School. Leo unafanyika ule mtihani nafikiri wa mwisho kabisa hapa. Binti anapiga mahesabu yake hapa, anacheza na chaki. Yuko vizuri uzuri wake. Anajua anafanya nini. With a reason to live, to be a better me, and you by my side. I just wanna wake up happy, see the flowers bloom, and no more pain, but peace all around, all around. Oh,
Ni mtihani wa mwisho huu binti anasababisha. Hebu tuendelee kuona. Tali sana. Mwalimu anapita pita anakagua, Imagine anapita kwenye deski afu anakuambia hivi mna uhakika mnafanya mimi nilivyowafundisha kweli? Jua hapo kimeumana. Yaani amepita kwenye mtihani wako ameangalia. Afu anakuambia hivi mna uhakika mnafanya vile ambavyo nimewafundisha? Ajua ulivyojibu huko kimeumana. Yo umeandika madudu huko. Tu kwa sababu kwanza ni binti ambaye alikuwa anasoma kwa bidii, kwa hiyo mtihani kwake haukuwa mgumu. Kuna kauli moja anasemaga usipojiandaa kushinda basi jiandae tu kushindwa. Yaani kama haukujiandaa kwa ajili ya kuwa mshindi, basi jiandae kwa ajili ya kuwa ni mtu ambaye umeshindwa. Yaani ndio kinyume chake. Kwa mambo ni rahisi tu. Kama haukujiandaa kuja kuwa mshindi, na maana hukupambana kwa ajili ya hicho ambacho ulikuwa unakitaka, basi jiandae kufeli kwa ajili ya hicho ambacho ulikuwa unakitaka. Binti na huyu bwana mdogo Alex ni watu ambao kiukweli kabisa walikuwa wanapambana sana, wanasoma kwa bidii, kuashiria kwamba ni watu ambao walikuwa wamejiandaa kwa ajili ya ushindi. Basi na ushindi utakuwa kwao, mimi naamini. Nje shughuli ipo kwa ule binti wa kumuita Joan. Joan siku zote alikuwa so binti wa kusoma, ni binti wa mambo mengi. Leo hii anafanya mtihani kule ndani mpaka sopoa. Baadaye anakuja kutoka nje kati Alex pamoja na huyu bibie Mimi. Tayari wameshamaliza mtihani, kwa alikuwa hata jambo gumu. Ni miezi kadhaa baadaye, kumbuka ule ulikuwa ni mtihani wa mwisho, kwamba baada ya ule mtihani kila mmoja angeza kutoka pale chuo na wangeendelea na maisha yao. Alex leo anakuja kuonekana akiwa na bibi Chikitap. Safi tu, maisha yanaendelea kama hivi. Moja tena. Yaani wewe kuamini, baada ya ule mtihani wamechaguliwa kwenda chuo kimoja tena kati ya Alex pamoja na bibi. Unaona? Wametisha sana kwenye mtihani, wamefanya yani kama walikuwa sehemu ile. Walikuwa sehemu sawa, yani maksi zao kama zilikuwa zinaendana. Na hii imefanya wao kwenda shule moja. Unaona? Haya, bonge kitu hii hapa inaitwa after school. Mimi nilikuwa naitwa roboti, wakibanisha kwamba ni baada ya shule. Mimi sina mengi sana ya kuzungumza, tumeimaliza kama hivi. Na nikukumbusha tu kwamba inapatikana kwa Kimbuba kutoka pande za Zanzibar ya Kijichichele. Inakuja chini ya usimamizi wake, yeye ndo anasababisha hii kazi inakufikia hapo ulipo mzee. Na mnakumbusha tu kwenda kununua hizi movie pale kwake. Na huenda hizi ndio zikawa za mwisho tena kuonekana mtaani kwenu, kwa sababu hamwende kuzifuata hizi movie pale kwa Kimbuba. Nyinyi mnaenda kuchukua mtaani kwa watu wengine mnako kujua nyinyi, wakati Mbuba anatumia gharama kubwa sana kuhakikisha hizo pictures zinawafikia pande za Zanzibar. Kwa wewe ambao unaenda kuchukua ambako unakujua wewe, na kukumbusha tu kwamba endelea kumtembelea Mbuba, kwa sababu pengine hii ndio itakuwa ya mwisho. Yaani wewe umewaponza na wengine hawapati hii picha kwa ajili yako. Nothing can stop